kufaulu. Ndio maana Yesu anasema, akawaambia, Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza, anawaambia mstari wa 8, msitoke Yerusalemu mpaka mtakapovikwa nguvu. Kwa nini? Kwa sababu ulimwengu tunaona huu ulimwengu tunaona huu, na hasa nyakati za kwetu hizi ni nyakati mbaya, lazima uwepo msaidizi. Nami naomba ushike sana hili neno. Kama kweli umedhamiria kumwona Mungu, umedhamiria kwenda mbinguni, umedhamiria kuishi maisha matakatifu, lazima Roho Mtakatifu awe ndani yako. Ukitaka uamsho, Roho Mtakatifu. Ukitaka mafanikio, Roho Mtakatifu. Bwana Yesu alipohubiri aliongozwa na Roho Mtakatifu. Yesu aliongozwa na Roho Mtakatifu. Mimba yake ilitungwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akapelekwa nyikani kwa Roho Mtakatifu, akarejea kuhubiri kwa Roho Mtakatifu, akaponya magonjwa kwa Roho Mtakatifu, wakamua, wakamzika, akafufuka kwa Roho Mtakatifu, akapaa kwenda mbinguni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, atashuka tena kwenda duniani kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu ni wa muhimu sana, wapendwa, ili ushinde hata hiyo tamaa mbaya. Maana shetani anawekeza hata kwenye macho yako. Kila msichana anayepita mbele yako unamtamani, kila mwanamke anayepita mbele yako unamtamani, kila mwanaume anayepita mbele yako unamtamani. Ili uweze kushinda, uweze kufaulu, uweze kushinda, uipo miongoni mwa mashujaa, Roho Mtakatifu ni wa muhimu. Uamsho wowote ule na kanisa ambalo halisisitizi Roho Mtakatifu limebaki kuwa shirika limekufa kiroho. Kanisa lolote linalohubiri habari za mafanikio, sio mbaya mafanikio, linalohubiri habari za kukanyaga sijui nini na nini, linalohubiri kula keki na nini, pasipo kukazia Roho Mtakatifu, limekufa pamoja na mhubiri wake. Injili ya kweli inakwenda na uweza wa Roho Mtakatifu. Injili ya uweza, injili yenye miujiza ya kweli, injili yenye nguvu, ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Inalifanya kanisa lishushe uamsho, liwe na uamsho, liwe na nguvu ya kiroho, viwete watembee, viziwi wasikie. Ni kazi ya Roho Mtakatifu. Hello! Ni kazi ya Roho Mtakatifu. Usipuuze. Taka sana kujazwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Hapo utaona ushindi unatokea. Hata kama changamoto utatokea, utazikanyaga, utakuwa ng'ambo ya pili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu.